Siku inayofuata na Laura akawafumania tena Vini na Sue wakikisi. Alivyowaona wakashtuka kweli kweli unaambiwa. Akawaambia, nilikuja kuweka jambo sawa na nyinyi, na angalia nilichokipata. Najua nini nilichokiona, nilijua sikuwa mjinga. Sue kwa kebei akasema, kwa hiyo unaenda kufanya nini? Unaenda kumwambia mama? Ana Laura akasema, ndiyo naenda kufanya hivyo, sababu hasa nataka aelewe nilichokuwa nimemwambia mlivyokuwa mnamtumia Vini kupata hela kutoka kwangu. Maskini, pole sana. Yaani angejua kama mama yake anajua na yeye yupo kwenye mchongo huo hata asingesema. Sue akasema kwa madaa, unadhani itakusaidia kusimamisha ndoa na yule mwanaume mchafu? Yule ni mama yangu. Ni muda wa kufungua macho yako na kukua. Lini wewe utajifunza kuishi maisha? Ana Laura. Ana Laura kwa uchungu akauliza, kwa nini unanifanyia hivi Sue? Nimekukosea nini? Sue akamwambia, vizuri, niambie kwa nini uliruhusu baba yangu atutelekeze sisi? Ana Laura akasema, unakosea, mambo hayako kama hivyo. Sue kwa kejeli akasema, oh, hapana. Na vipi kuhusu yeye kumpeleka mama yangu na mimi kuishi ndani ya chumba cha zamani kichafu? Na vipi kuhusu alivyokuwa muda wote anakupa kila kitu na mama yako na kututendea sisi kama watumishi? Vipi kuhusu hilo? Ana Laura akasema, halikuwa kosa langu. Sue kwa hasira akasema, lakini uliruhusu hilo na haikuwa haki. Haikuwa haki, maana baada ya kufa uliishia na kila kitu. Hii siyo haki. Jamani, ukiwa mzazi chonde chonde usifanye upendeleo kwa mtoto fulani, maana utakuwa unatengeneza sumu kubwa kwa watoto wako. Hatosema kwa muda huo, lakini atakuwa ananung'unika, na pengine asipopata rehema za Mungu atakuja kulipiza kisasi. Na pia utakuwa umetengeneza matabaka kwenye familia yako na utajenga ukoo wenye vurugu. Kama umeanza hako katabia, jirekebishe. Ikiwezekana muombe hata msamaha mwanao kuponya moyo wake. Ona sasa, Ana Laura anaanza kuhukumiwa kwa makosa ya baba yake. Basi bwana. Vini naye akasimama akasema, nilikuambia, na kama ungekuwa na moyo hata kidogo ungempa Sue na mama yake haki zao. Ana Laura akasema, unawezaje kutarajia nikuamini? Unanitaka nikuamini kwamba wewe ni mwanaume bora na ulitembea na dada yangu? Sue akasema, acha kujifanya mtakatifu. Ana Laura akasema, unataka mimi niolewe na wewe kwa sababu unajua utaenda kuchukua hela zangu zote? Kwa sababu pia una haki ya akaunti hiyo ya benki? Vini kwa dharau akasema, nisikilize Ana Laura, ninakuahidi kwamba kila kitu kitakuwa kizuri nikikuoa. Tuondoe migogoro ya kifamilia. Ila huyu baba mshipa wa aibu walikula mbwa kwa kweli. Sijui anamuona mwenzake kama ni kamdoli. Basi bwana. Ana Laura akarudi kwa Joash na kumkuta Bibi Monica ameanza kusimama japo kwa kushikiliwa, lakini ni hatua kubwa. Akawa amefurahi kweli kweli, hata stress za migogoro ya kifamilia akaitupilia mbali. Kwa furaha akasema, unatembea? Siamini hili. Haujui ni kwa kiasi gani najivunia wewe. Bonihia hii akasema, yote kwa yote asante Ana Laura. Asante kwa mwanasaikolojia uliyemlipa kwa ajili ya bibi yangu. Sasa anasimama. Bibi naye akamshukuru kweli kweli unaambiwa. Ana Laura akaondoa wasiwasi, kisha naye akaenda kumshikilia bibi upande mwingine ili afanye mazoezi. Baada ya muda Ana Laura na Joash wakaonana sehemu iliyotulia. Joash akasema tayari yupo kitandani sasa. Pia akasema bibi yake amesema amefurahi sana. Basi Ana Laura meno 30 nje unaambiwa. Alafu hapo hapo tabasamu likakata. Joash akamuuliza, shida nini Ana Laura? Ana Laura akasema, Joash, niambie kitu. Unafikiria nini? Nilipaswa kujitoa kidogo kwa ajili ya dada yangu wa kambo? Joash akasema, nakwambia usikubali kubebwa na mambo yao. Ni watu wabaya, huyo mwanamke atakutumia. Ana Laura akasema, Joash, ila pia nahitaji amani. Sitaki kuchelewa na haya. Joash akasema, Ana Laura, najua sio sawa. Kabla hujaonana na mimi, nilikuwa tayari nimekata tamaa. Nilidhani nitachanganyikiwa kabla ya kuona bibi yangu akitembea tena na kuona tabasamu lake kama hivi, lakini wewe ulinifundisha kuto kukata tamaa, na ninashukuru kutoka moyoni kwa hilo, na ninatumaini hautakata tamaa. Mwamba muda wote huo alikuwa amemshikilia mkono mtoto wa kike, yaani hapa alikuwa amemchanganya kabisa na Laura wa watu. Wewe omba tu usikutane kwenye anga za akina Bonihia, utajikuta umetumbukia miguu miwili bila wewe kutarajia. Lakini pembeni Claudia alikuwa anawatazama bila wao kujua, huku moyo ukiwa unamuuma unaambiwa. Ana Laura akasema, Joash akasema, haijalishi utachagua nini, usisahau kile walichojaribu kufanya hata dhidi ya uhai wako. Ana Laura akatoa mkono kwa Joash alafu akasema, ni kwamba tayari nimekubali kuolewa na Vini.